Tarehe 10 ya mwezi Agosti twamkumbuka Mtakatifu Laurenti ambaye alikuwa ni shemasi na mfiadini. Laurenti ni mmoja wapo wa watakatifu mashahidi ambao vifo vyao viligusa watu wengi sana katika kanisa la mwanzo. Laurenti aliuawa kwa kuokwa katika moto. Kaisari Valeriani alikuwa ametoa agizo mwaka wa 258 kuwa Wakristo wote wakamatwe na kuuawa na mali zao zichukuliwe. Wakati Papa Sisto na mashemasi wake 4 wanapelekwa kuuawa, Laurenti alilalamika kuwa hakuna mmoja wapo. Papa alimwambia, usilie mwanangu, baada ya siku 3 utanifuata. Na kweli ikatokea. Laurenti alikuwa mtunzaji wa fedha na mali za kanisa. Aliitwa na liwali wa Roma aliyefikiri kuwa Wakristo wana mali nyingi. Akamwambia kabidhi mali zote za kanisa kwa Kaisari. Laurenti akamwomba ampe siku 3. Akaenda kukusanya makundi makubwa ya vipofu, vilema, wakoma, wajane, yatima na maskini na kuwaleta mbele ya liwali. Akamwambia hizi ndizo mali za kanisa. Tunayo bado mali nyingine, ndiyo mabikira na wajane walioweka nadhiri ya kumtumikia Mungu. Hiyo ndiyo hazina ya kanisa, lakini fedha hatuna. Liwali alighadhabika sana kwa kejeli hiyo, akaamuru wauawe kwa kuokwa katika moto. Kwanza aliamuru askari wamvue nguo Laurenti na kumlaza juu ya kitanda cha chuma, na chini ya kitanda hicho wakawasha moto ili kumkaanga Laurenti angali mzima. Wakati akiungua kwa moto, aliwaambia wauaji, hamuoni upande huu umekwisha iva, nigeuzeni kwa upande wa pili. Laurenti alifariki huku akiuombea mji wa Roma uweze kuvumilia mateso mengi kwa ajili ya kanisa. Hivi ndivyo alivyokufa Laurenti shemasi. Alizikwa katika barabara ya Tibutino, na baadaye Kaisari Konstantino mkuu alijenga kaburi lake. Ibada kwa heshima ya Laurenti zimekuwa zikifanyika katika kanisa nzima tangu karne ya 4. Tafakari. Vema, mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu kwa mambo madogo, nitakukabidhi mambo makubwa. Njoo uingie katika furaha ya Bwana wako. Mtakatifu Laurenti, utuombee.